hawezi tembea, hawezi kaa. Anakaa tu kwa kitanda 2 years. Amekuwa mzima lakini ako na changamoto mingi sana. Kitanda ndio nyumba, kitanda ndio meza, kitanda ndio wapi, ndio boma. Hapo ndio anakaa tu. Nilianzisha kwanza nikapeana ujumbe. Ikawa wengine wanasema wanatukulia. Akawa hawaji. Nikasema hapana, sisi tujaribu. Kama ikiwa wanawatumia, sisi tujaribu wenyewe, tuone kama tena watatutumia. Ndio maana wengine walikataa kuja na wengine walikuja. Kuna members wengine wanatoka sehemu mbalimbali na ni watu wa kubebwa kwa sababu ulemavu uko aina tofauti. Tuko na members wengine hawezi tembea, lazima wabebwe, hata kwa pikipiki hawezi kaa. Karibu sana. Asante. Hapa tuko Idalia Studio and Events. Sisi ni kampuni tunafanya kazi hapa Kenya. Na tunatembea nchini Kenya. Asante. Tukichukua story za watu tofauti katika jamii, watu ambao wanachangia kwa mambo tofauti katika jamii. Mambo muhimu. Sasa leo tuko sehemu ya Port Victoria. Iko Busia County, Bunyala Sub County. Ndio. Na leo tuko na mgeni wetu. Asante. Ambaye atajitambulisha kwa majina na utuambie tu kwa fupi wewe ni nani kabla tuanze mjadala wetu. Asante. Kwa jina naitwa Mohamed Amini, mwakilishi wa walemavu wa people with disability. Mimi ndio nimesimamia Bunyala Sub County wote walemavu waliopo. Okay. Kwa hivyo wewe ndiye hapa Bunyala umesema mko na chama cha watu wenye kuna ulemavu. Tuko na vyama vya watu ambao wako na ulemavu ambao tumeviteua sio kwa muda mrefu, ni karibuni hapa. Tunamaliza mwaka mzima sasa. Okay. Hiyo nimeteua hicho chama. Okay. Okay. Kwa hivyo wewe ndio mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu hapa sehemu ya Port Victoria. Ndio. Okay. Mko na vyama vingapi ambavyo wewe kama mwenyekiti unasimamia? Sasa hivi nimeteua, hii ni chama cha pili, kimoja tumeteua. Kiko Port Victoria. Cha Port Victoria kiko na watu 62. Port Victoria town. Hapo tumeteua wako na watu 62 ambao niliwawacha sasa wanaendelea na jukumu lao na kuangalia jinsi itakavyokuwa. Nikaja hapa Bulemia nikateua watu ni chama cha pili ambapo kinaitwa Bulemia people with disability. Okay. So kuna kile cha Port kinaitwa Port Victoria. Cha Port kinaitwaje? Tuambie pengine Tumaini Self Help Group. Cha Port kinaitwa Tumaini Self Help Group. Okay. Alafu hiki cha walemavu hapa Bulemia kinaitwa cha walemavu hapa Bulemia kinaitwa Bulemia people with disability. Self Help Group. Okay. Sawa. Hivi vyama mlivianza mwaka upi? Hivi vyama tulianza mwaka jana. Kama cha hapa Bulemia nilianzisha ukitunga mwezi wa pili. Tarehe 22. Ndio nikaja nikateua hicho chama nikaita walemavu waliopo. Nikawa ninawaambia tusije tukawa tumekaa tu. Mambo ya saizi huweza kusaidiwa ukiwa ndani ya nyumba yako, kwa maana hakuna mtu ambaye anaweza kukujua. Heri tufanye grupu. Tuwe pamoja, tutakuwa tunafanya nini? Tunaongea maneno yetu. Tunaweza kuongea tukawa tunaenda kwa msaada pale, tunatumana kama tunaenda kwa DC.
tunawasilisha ujumbe wetu vile tunavyotaka. Angalau wa Kenya itukumbuke, ijue kwamba pia sisi tupo. Kuliko kukaa tu. Ukikaa ndani, serikali haiwezi kujua kama wewe ni mlemavu. Haiwezi kujua. Lakini ukijitokeza uwe na certificate, serikali itajua. Ndio maana nilifanya nikawa niteue hicho chama tuendelee kujulikana. Okay. Kwa hivyo kilichochangia wewe kukuwa na wazo la kuunda hivi vyama viwili, ulitaka nyinyi kama walemavu pia muweze kutambulika katika jamii. Ndio. Maana vile umesema walemavu ni watu pengine saa zingine mko na changamoto tofauti, lakini jamii bado na hata serikali uliometaja haijaweza kuwatambua. Ndio. Na kutafuta njia pengine kuwasaidia. Ndio. Sasa kilichofanya tuteue nianzishe hicho chama kwa maana walemavu mahali penye wanapitia changamoto. Ukiwa mlemavu mtu anaweza kuchukua tu kama mdoli. Haweza kaona kwamba wewe ni binadamu mwenzio. Unaweza kuwa ukiwa ukaa hapo tu mtu unaweza kumuita, mtu anakuchukua tu kama mdoli. Tunachukuliwa hivyo. Kwa maana tukiwa unaweza kuwa unataka msaada. Unaomba, unaita mtu, unamwambia, huyu mtu anakuangalia tu, anakuambia haya maneno yako nimeyasikia na naenda kabisa. Hata asilisha hiyo maneno ifike mbele. Ndio maana tukasema hapana, lazima tutunge chama tuende paka kwa serikali. DCC tumpe ujumbe afikishe juu. Nina ukweli serikali inajua na ina maslahi ambayo inaweza kusaidia walemavu, lakini tusipojitokezea haiwezi kujua kama kuna walemavu. Ndio maana nikafanya tuteue na tuue na certificate ambao hii serikali itajua kwamba kama Port Victoria Bulemia wako na certificate. Kwa maana hicho certificate kinatoka national. Sasa vikitoka national huku vikija huko paka wajue majina ya wao watu wote. Ndio hiyo. Kwa hivyo hiki chama chako kama hivi vyama vyenu ni vimesajiliwa na serikali? Vimesajiliwa na serikali, tuko na certificate ya chama na sisi pia tuko na certificate. Paka uwe na certificate wewe mwenyewe ndio serikali ijue kwamba fulani, kwa maana hao ndio wanaleta hizo certificate. Unaenda kwa daktari, unafanywa assessment, assessment unakuja una apply kwa cyber. Certificate inakuja after 2 weeks na inakuja. Okay. Hapa sasa ndio utakuwa umejisajili kabisa. Okay. Ndivyo. Okay. Na members wenu kwa sababu umesema mko na wangapi kwa ujumla? Kwa ujumla members tuko 30 hapa. Ambao tumeteua kwa maana kingali chama kingali kibichi. Sehemu ya Bulemia hapa mko na members wanachama 30. Na pale Port Town mko na members wangapi? 60. Kwa hivyo kwa ujumla uko na members 90. Okay. Na hao members mnawachaguaje? Mnawapataje? Ndio wanajitolea tu wenyewe kuja kuregister ama mnawatafuta kwa vijiji? Mnawapataje? Sasa hao member nilianzisha kwanza nikapeana ujumbe. Ikawa wengine wanasema wanatukulia. Akawa hawaji. Nikasema hapana, sisi tujaribu. Kama ikiwa wanawatumia, sisi tujaribu wenyewe, tuone kama tena watatutumia. Ndio maana wengine walikataa kuja na wengine walikuja. Sasa waliokuja wale wakaja, tukatunga chama, tukawa na kitu ambacho kinaitwa merry go round. Tutoweke kitu kidogo kila kikao. Ambao tunaweza kufanya kuchangamsha hicho kikao. Ndio huwa tunatoa kila kikao chenyewe huwa tunakaa kila Jumapili. Okay. Kila Jumapili tunakaa, mtu akija anaweza kuja kuna 100 ambaye anaweza fanya hapa tukapea mtu mmoja. Tena hivyo hivyo tukapea mwingine hivyo hivyo. Ndio maana tunaona tunaendeleza. Okay.
Kwa hivyo kuna merry-go-round mpaka saizi inaendelea. Mpaka wa leo. Okay. Na mbali na hii merry-go-round, mna shughuli gani zingine kama chama? Tuko na shughuli. Mwanzoni kuteua hichi chama tulikuwa na shughuli ya kuwa na fish cage. Fish cage ndio kitu ambacho tuliona sisi walemavu tunaweza fanya, kwa maana tuko kando ya ziwa. Fish cages. Fish cages. Vile vindio vya kufuga samaki ya kule bahari. Samaki. Maana kuna bahari hapa lakini Victoria iko hapa karibu hapa na ziwa. Na fish cages ina kazi ambao mlemavu anaweza kufanya. Haije kachukua kazi ngumu kama kupeana mlemavu jembe aenda lime, kwenda kufyeka, hivyo mlemavu hawezi. Ndio maana tulikuwa hivyo, lakini tulipoona hatujapata mdhamini ambaye anaweza kutupea, tukafanya, ndio tukawa sasa tuanze kufuga kuku. Kuku. Tuanze kufuga kuku. Ikikuwako kidogo hivi na tunauza. Hizo hela ambazo zinatoka kidogo hizo ndio tunagawana. Ndio hivyo. Kazi ambao saizi tunaendelea nayo. Kwa hivyo saizi huo mradi wa kuku unafanya saizi ama ndio mnapanga kufanya? Huo mradi tulikuwa tumeanzisha. Changamoto ambayo tulikuwa nayo ni jengo la kuwekea kuku. Hatukupata mtu ambaye anaweza kutusaidia akatujengea, tukaanza kufugia kuku. Sasa tulikuwa tunafugia tu kwa majumba zetu. Ikawa sasa magonjwa ndio nayo inakuja inatuvamia. Kwa maana kuku hazitaki zikae na binadamu mahali penye wanakanyagia. Binadamu anakanyaga na kuku pia zinapitia hapa zinadokoa chakula. Hiyo ndio zinaleta ugonjwa, lakini mkiwa mmejengea nyumba zinakaa pale. Ukiingia mule ndani huo umekanyaga dawa.